Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa mchungaji Charles Bukwaya. Nikualike tena leo katika usomaji wa Biblia kwa mpango Waamuzi sura ya 6, ndipo tutakapojikita kuleta ufafanuzi. Na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Unatupenda, unatujali, unahitaji tukufahamu wewe katika usomaji wa Biblia kwa mpango. Tufundishe upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Naomba nikupatie picha fupi ya kumhusu Gideon katika sura hii. Tutamwangalia sana Gideon sura ya leo. Gideon katika Biblia anatajwa takriban mara 40. Tutakwenda kuona katika vitabu vya Waamuzi sura ya 7 mpaka ya 8. Tutakwenda kuona Waamuzi sura ya 9 pia, Samueli wa kwanza 12. Tutakwenda kuona Zaburi 84. Ametajwa mpaka kitabu cha Ibrania, ni moja kati ya baba wa imani. Ana jina jingine, labda nifafanue maana ya Gideon. Gideon ni mkataji au anayekata, na maana nyingine ni shujaa wa vita. Anamaanisha pia, jina lake linamaanisha mwangamizi au yule anayebomoa. Tuna maana jingine la jina lake la pili, aliitwa Yerubali. Yerubali maana yake ni neno la Kiebrania, ni Baali ajitetee. Tutakwenda kuelewa maana yake, lakini kwa uchache hapa nieleze kwa ufupi kabla hatujaenda kuangalia mambo yaliyoko katika sura hii. Hapa anahusu Gideon ambaye Mungu alimchagua kuwa mwamuzi wa Israeli. Ulikuwa ni wakati wa uvamizi wa Midian, maana Waisraeli walikuwa tayari wametenda maovu mbele za Bwana, na hivyo Mungu akataka hawa watu wakae chini ya kukandamizwa ya uvamizi wa Midian, na hivyo Mungu akaamua kusaidia taifa lake kupitia huyu Gideon, ili kusudi awaokoe akitoka mafichoni. Wasomaji wa Biblia kwa mpango takumbuka kwamba Gideon ni mtoto wa Yoashi. Halafu Yoashi pia ni mtoto wa Abiezeri. Tuliona katika Yoshua sura ya 17 mstari wa 2. Huyu Abiezeri anatoka kwa Manase ambaye ni mjukuu wa Yusufu. Kwa hiyo huu ni ukoo wa Abiezeri ambao ni sehemu ya kabila ya Manase. Bila shaka wale ambao mmesoma Biblia kwa mpango na wale ambao tutasoma baadaye, tunaanza kuona sasa picha iliyopo. Mstari wa 1 mpaka wa 10 ndipo inapozungumzia hii dhiki ya wana wa Israeli wakimlalamikia Mungu, na kwa sababu walikuwa wameshafanya maovu kama nilivyokwisha kukueleza, Mungu anaweka katika ukandamizi na mikono ya Wamidiani kwa miaka 7. Hapa wanamlilia Bwana, naye anaamua kumtuma nabii na mwamuzi huyu Gideon, ili kusudi awaokoe kutoka mikononi mwa hawa wapagani waliokuwa wamewakandamiza na wakiwalazimisha pia kuabudu miungu yao. Tutakwenda kuona picha ilivyokuwa. Biblia inataja kwamba alimuita akiwa Ofra. Ofra ni mji uliokuwa katika eneo la kabila la Manase kaskazini mwa Israeli. Unajulikana kama Ofra ya Abiezeri, karibu na mji wa Shekemu na Betheli. Sasa upo eneo la mlima Sayuni upande wa kaskazini mwa ukingo wa magharibi, yani West Bank. Malaika anamkuta katika maeneo ya mwaro. Mwaro ni eneo la kupuria nafaka, yani kutenganisha makapi na ngano. Huu unapaswa kuwa ni uwanja ulio wazi kwenye eneo la mteremko au sehemu ya upepo, ili kurahisisha kupeperusha kati ya kutenga nafaka pamoja na makapi. Anapuria ngano katika shinikizo la divai, ni tanki au shimo lililochimbwa mwambani, ili kusudi kurahisisha divai ilipokuwa inakamuliwa. Ni kama kiwanda kidogo cha kienyeji cha kusindika zabibu. Wasomaji wa Biblia kwa mpango wanaelewa tuko sehemu ya pili, ambapo Gideon anakataa wito, lakini Mungu anamhakikishia msaada. Wasomaji wa Biblia kwa mpango, mmeona jinsi ambavyo malaika wa Bwana anamdhihirishia kwa kuwasha moto kutoka mwambani. Baada ya hapo, Gideon anaondoka kwa ushindi, anaangusha madhabahu ya Baali na Maashera. Asubuhi watu wanamfuata, baba yake anamtetea. Mwisho kabisa mstari wa 33 mpaka 40, Gideon anaomba uthibitisho wa kwenda vitani, maana Wamidiani wa Amaleki pamoja na Waedomu wanakwenda kumshambulia. Anaomba ngozi ijae maji, na inajaa maji, anakamua mengi. Kesho yake anaomba iwe kavu, na kweli inakuwa kavu.